Mpenzi msikilizaji, nikukaribishe tena katika simulizi yetu ya Mariam binti Juma. Mpenzi msikilizaji, usiku ule nilijifanya nimelala, lakini ukweli ni kwamba macho yangu yalikuwa wazi. Nilikuwa nasubiri, nilitaka kujua Rashid angefanya nini baada ya mazungumzo yale. Majira ya saa 7 usiku, nilimsikia akiinuka taratibu, kisha akaweza kuchukua simu yake. Akawa anaelekea nje bila kuniambia neno lolote. Nami pia nikanyanyuka kimya kimya, nikawa namfuata nyuma yake pasipo yeye kujua. Alisimama karibu na geti, kisha akapiga simu. Baada ya simu ile kupokelewa, sauti yake ilikuwa ya chini sana, lakini nilisikia maneno machache, maneno ambayo yalitosha kabisa kunifanya nihisi baridi mwilini mwangu. Kesho lazima tukutane. Hawezi kuendelea kujua haya yote. Kama ataendelea kufuatilia, kila kitu kitaharibika. Miguu yangu ilitetemeka, nilirudi chumbani kabla hajaniona. Asubuhi ilipofika, Rashid aliniambia anatakiwa kwenda kazini mapema. Lakini sikuweza kumwamini. Baada ya dakika 20, nilimfuata kwa mbali. Alipanda teksi na mimi nikapanda gari nyingine. Nilimwambia dereva, usimpite tafadhali, fuata hilo gari kwa mbali na hakikisha hawajui. Baada ya dakika kadhaa tulifika kwenye mgahawa mmoja uliokuwa pembeni ya barabara. Rashid alishuka. Dakika 5 baadaye mwanamke mmoja aliwasili. Alikuwa amevaa miwani myeusi. Walikumbatiana. Moyo wangu ulipasuka baada ya kuona kitendo kile, lakini nilijizuia ili nisitoke nilipokuwa. Niliendelea kuangalia kwa mbali. Walikaa mezani. Mazungumzo yao yalionekana mazito sana. Ghafla yule mwanamke alianza kulia. Rashid akamshika mkono kana kwamba alikuwa akimtuliza. Nilichukua simu yangu nikapiga picha kadhaa. Nilihisi sasa nilikuwa na ushahidi wa kutosha. Lakini nilipokuwa najiandaa kuondoka, mtu alinigusa begani. Nilishtuka. Nilipogeuka, alikuwa ni mzee mmoja ambaye sikuwa nimewahi kumuona kabisa kwenye maisha yangu. Akanitazama usoni, kisha akasema kwa sauti ya utulivu, binti yangu, usifanye maamuzi kabla hujajua ukweli wote. Nilimwangalia kwa mshangao, nikamuuliza, unamaanisha nini? Akavuta pumzi ndefu, kisha akasema, yule mwanamke unayemuona hapo si kila mtu anavyomfikiria. Sikupata nafasi ya kumuuliza zaidi, kwa sababu akina Rashid waliinuka ghafla na kuanza kutoka nje ya mgahawa. Nilijificha haraka, lakini moyoni mwangu maswali yalikuwa yameongezeka kuliko majibu. Je, yule mzee alikuwa nani? Alinijuaje? Na kwa nini alitaka kunizuia nisimhukumu Rashid? Mpenzi msikilizaji, nikusihi tuendelee bakia katika simulizi yetu pendwa ya Mariam binti Juma mpaka pale ambapo kweli utaanza kufunguka. Nikuombe support yako kwa kulike, kusubscribe na kucomment katika chaneli yetu ya Elizio Simulizi.